Utanipa dakika moja tu ya kuuliza. Kasema hivi, eti Yesu katoka mbinguni. Sasa kwani wewe umetoka wapi? Mungu si uko mbinguni, si ndio aliyekuumba? Sasa unashangaa nini? Huyu jamaa vipi? Haya, la kwanza. La pili akasema hivi, eti Yesu kachukua dhambi. Wewe miaka 2000 iliyopita wewe ulikuwa na dhambi gani? Maana Yesu kafa msalabani, wewe hujazaliwa, dhambi gani ulifanya? Huyu jamaa vipi huyu? Huyu jamaa vipi? Alafu akasema eti Wakristo na wao wanasujudu. Si ndio aligeuka hapa? Sasa utuambie kama unasujudu kanisani, mabenchi ya nini? Uje utuambia. Unasujudu kwa mabenchi? Yaani wewe unaongopa mchana kabisa. Huyu jamaa vipi huyu? Alafu akasema damu ndio imekuja kufanya kazi. Eti damu ndio imekuja kukomboa watu duniani. Jamani, damu inakuja kukomboa mtu vipi? Sasa mimi nataka kuuliza, mimi swali langu dogo, nataka nimuulize huyu Mwankeni. Wakati anasema Yesu ni Adamu wa mwisho, alikuwa na akili timamu au hana? Takbir! Shot! Sisi jinsi inavyokuja ndivyo inavyobebwa hivyo hivyo. Amen. Mazinge baada ya hoja zote, yani kwamba wameshindwa kuvunja hoja za kwamba Yesu ndio Adamu wa mwisho kama tulivyothibitisha. Mwenyekiti, ndio tunafanyaga hivyo. Waislamu mnakosa uvumilivu, mlikuwa mepesi. Tulikuja tumejipanga. Baada ya wahadhiri wa Kiislamu kukosa hoja ya kuvunja kwamba Yesu ndio Adamu wa mwisho, Mazinge amekuja hapa na mbwembwe nyingi. Ananiuliza, hivi Danieli, ulipokuwa unasema Yesu ni Adamu wa mwisho, ulikuwa una akili timamu? Ndio. Somaji nipo. Wakorintho wa kwanza 15:45. Wakorintho wa kwanza sura ya 15:45. Biblia inasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu ndio akawa nafsi iliyo hai. Ndio. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Hapo mimi nimesoma Biblia. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Na tumesema kwa nini kwenye Wakorintho kukasema huyu ni Adamu wa mwisho? Kwa sababu kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 14 na wa 15 pameongea habari ya Adamu wa kwanza na kosa lake, alafu na Yesu Kristo. Hebu soma mstari wa 14. Panapoongelea habari ya Adamu huyu wa kwanza ambaye anafanana kwa mfano wa Adamu anayekuja. Sasa Waislamu mpaka tunakwenda kumaliza mdahalo, huyu habari za Adamu anayekuja, mmefika hapa mmekiri, mmesema hamumjui na wala hamna. As simple as that. Kwa nini tubishane? Soma Warumi sura ya 5 mstari wa 14 mpaka 15. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Ndio. Nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi fanana na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Kuna mfano wa Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja. Mstari wa 15 unafunua huyo Adamu. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Sikiliza, hapa ndio Waislamu wanameza hapa. Anasema kwa kukosa kwake yule mmoja. Yupi? Huyu Adamu wa udongo, kwa kukosa kwake mmoja. Zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo. Sasa kwa hiyo kuna Adamu huyu aliyekosa, lakini kwa kipawa cha Mungu kuna huyu mwanadamu mfano wa Adamu, mwanadamu Kristo Yesu ndio aliyekuja kubatilisha kosa la Adamu. Ndio maana Mazinga, unaponiuliza wewe Danieli, ulipokuwa unasema habari ya Adamu wa mwisho, uliongewa ukiwa na akili timamu, nikiwa na akili timamu kabisa. Na ndio maana kwa uaminifu kabisa Waislamu mmekuja hapa mkasema katika Uislamu hakuna Adamu wa mwisho. Sana sana mkabaki kulalamika, Wakorintho wa kwanza 1:25 kinasema upumbavu wa Mungu, lakini mtasoma wenyewe. Kumbe upumbavu wa Mungu una hekima kuliko wanadamu. Yaani yale ambayo wanadamu wanayaona kama ni mambo mema au mambo ya maana,
kwa Mwenyezi Mungu ni upumbavu tu. Hiyo ndio maana yake. Kwa sababu nini? Mmeshindwa kumjua Adamu wa mwisho. Narudia tena, kitendo cha Uislamu kukosa Adamu wa mwisho ambaye ni Yesu Kristo, mtaendelea kusujudia wanyama huku chini? Mtaendelea, mimi nawaeleza ukweli, mtaendelea kusujudia? Mtaendelea kupata alama ambayo itawafanya mwe na nyuso nyeusi? Na nyuso nyeusi hizo mnapata kwa sababu ya kusujudia kwenye mnyama, kisa mnachukua sura ya Adamu wa udongo, wakati wenzenu tunachukua sura ya Adamu wa mbinguni. Hatusujudu kwenye udongo, hatuhitaji kupata alama hapa. Rafiki zangu Waislamu, nimalize kwa kusema hivi. Najua haya maneno yanaweza kawa yanakuchoma, lakini ndio ukweli wenyewe. Kulu haki wala ukana mula. Sema ukweli hata kama unauma. Hatuwezi tukawa tunafanya mchezo wakati najua wewe ulikuwa ujui. Ninajua kuna Waislamu leo watakaporudi nyumbani ataenda kujiuliza, hivi sisi msikitini kweli kuna siku tumewahi kumsikia Adamu wa mwisho kama tuliyemsikia kwenye mdahalo kule Mburahati? Kama ukikuta hamna, ujue uko kwenye hatari. Kimbia, nenda kwa Adamu wa mwisho, Yesu ambaye ni roho inayouisha na ambaye alikuja kubatilisha kosa la Adamu wa kwanza. Utaokoka. Mwenyekiti, karibu. Mnajua kwa nini nimeuliza? Alafu akaja hapa akajibu kirahisi tu kwamba alikuwa na akili timamu. Mimi nilijua una akili timamu, ndio maana nikakuuliza. Sasa mimi nitakutega swali alafu utakuacha hivi hivi. Tito 2:13. Mimi unafia hapo sasa. Tukitazamia tumaini lenye baraka, naam, na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, safi, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Haya, njoo ujibu kama ulivyojibu mwanzo. Sasa uje uwaambie hawa wanaangalia kwenye chaneli zako na hawa Waislamu waliokaa, uje utuambie Yesu ni Mungu mkuu, Yesu ni Adamu wa mwisho. Uje utuambie ni Yesu gani Adamu wa mwisho na Yesu gani ni Mungu mkuu. Alafu B, uje utuambie wakati Yesu anakufa msalabani kukukomboeni nyinyi, Mungu alibaki nani? Takbir! Haya, mimi sitaki kulemba. Mwalimu, nataka nikuletee mwenyekiti mwenza, umlete mwalimu. Swali kauliza lakini lina A na B. Na kurudishia mwenyekiti mwenza, ajibu kama alivyoulizwa, tusikwepe mada. Mina mwenyekiti, mimi sipotezi muda, lakini bado mwenyekiti utanisamehe. Tumekubaliana swali moja kuuliza dakika 3, kujibu dakika 5. Mazinge kaweka maswali mawili. Je, atapewa dakika 10 mwalimu wangu kuyajibu? Nitampa Mazinge, yeye ndo kauliza. Unaridhia aongezwe dakika 1, 2, 3 ajibu swali lako? Jamani, mimi sitaki hata ajibu mawili. Aje atuambie tu. Lile la pili natoa. Huyu Adamu wa mwisho aliyekuja duniani ndiyo yule Mungu anayemwabudu? Mwenyekiti mwenza. Asante, sasa ameeleweka na tunaenda vizuri. Karibu mwalimu kwa jibu la swali. Swali la Mazinge dogo sana. Huyu Adamu wa mwisho aliyekuja duniani ndio unayemwabudu? Ndio. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka ya kubatilisha kosa la Adamu. Ananiondoa kutoka kwenye dhambi ya Adamu. Nitaacha kumwabudu huyo? Ndio maana nikasema hapa tunaongea habari ya msiba mliobaki nao. Maswali yote haya yani ni kuonyesha kwamba nyinyi habari za Adamu wa mwisho kwa sababu hamna. Narudia tena, Adamu wa kwanza aliyekosa yeye ni wa dhambi, na maandiko yanasema ni wa udongo, na nyinyi Waislamu mnamfuata Adamu wa udongo aliye wa dhambi. Sisi tunamfuata Adamu wa mwisho ambaye ni Yesu anayetoka mbinguni aliyekuja kubatilisha kosa la Adamu wa kwanza. Nitaacha kumwabudu huyo? Mbona nitakuwa sina akili? Yes. Yani niache kumwabudu aliyekuja kunitoa kutoka kwenye maangamizi ya kosa la Adamu wa kwanza, alafu niache kumwabudu? Mazinge kwa sauti kubwa tena bila kumung'unya maneno, huyo ndio ninayemwabudu. Amen.
Ndio maana nikifika nikisema asante Mungu kwa sababu umenisamehe dhambi, inakuwa ni 100%. Kwa nini? Kwa sababu huyo Adamu wa mwisho aliyekuja duniani kama mwanadamu, aliyechukua umbile la mwanadamu baada ya kujivua uungu wake ili kuja kunisaidia nitoke kwenye dhambi, anaitwa Yesu Kristo. Nitaacha kumwabudu? Thubutu. Thubutu. Sasa kama wewe Muislamu umebaki na Adamu wa udongo, mkosaji, ambaye hata Musa tumesoma kwenye hadithi analalamika, unataka ndio nimfuate huyu, nimwache huyu aliyekuja kuniondoa kwenye dhambi? Ndio maana nimewambia mada ya leo Waislamu, hebu kakaeni mahali, ingia kwenye YouTube channel Bainat DMTV, kaanze kuifuatilia kwa upya. Kuna kitu utaelewa ambacho katika maisha yake yote ya Uislamu hujawahi kukisikia. Kuna kitu utaelewa. Kwa Mazinge, unaposema huyo ndio namwabudu, ndio msomaji ndivyo. Qur'ani 53:32. Qur'ani 53:32. 32 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? Ambao wamejichepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu isipokuwa makosa hafifu, hakuna aliyesalimika nayo. Bila shaka Mola wako ndiye mwenye maghfira mengi. Yeye ndiye anayekujueni sana tangu alipokuumbeni katika ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msizitakase, msizisifu nafsi zenu. Yeye anamjua sana aliyetakasika na aliyetakasika na asiyetakasika. Aya inamalizia Waislamu inasema basi msizitakase nafsi zenu. Kwa nini? Mmemkosa Adamu wa mwisho anayekuja kufuta na kutakasa dhambi. Kwa hiyo Mazinge, ninamwabudu yule anayeweza kunisamehe na kunitakasa dhambi.